binagenda nange obulungi n'ekisa, obulungi n'ekisa binagenda nange. Kamtaji sasa, kakamtaji tufanye biashara. Wakisha kamilisha tu vitu, mtaji wamepata na wamepata, ndoa inakufa. Mwanamke anasala, wanagawana vile vitu, kila mmoja anaenda njia yake. Wakivitumia vikiisha, sasa baby, sasa vipi nimekumisi sana wanarudiana tena. Wakirudiana wanaanza kupambana kutafuta upi. Wakivipata, mgogoro. Inaitwa vita inayoinuka unapokaribia kupata. Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu Kristo hai. Amen. Nasema Mungu akusaidie kwa jina la Yesu Kristo hai. Amen. Chochote kizuri unachokipambana kitokee kwenye maisha yako, hakitazuiliwa kwa damu ya Yesu. Amen. Nasema hakitazuiliwa kwa damu ya Yesu. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Tuwashangausha. Usione sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Unashangaa ukikaribia kupata, vita inatokea kwenye familia. Unakaribia kupata, mara ghafla watu wanakuinukia. Huyu anakusema, kanisani wanakusema. Jambo zuri kikaribia kutokea, vinainuka visingizio. Mara mara usubiri, fanya hivi. Kwa jina la Yesu nakuombea kuanzia leo, chochote unachokitarajia, visingizio na sababu, Baba ziondoe kwako kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo baraka na ukapokee. Bwana akutendee kwa damu ya Yesu Kristo. Na utacheleweshwa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo milango yako imefungwa na tangazo limefunguka kwa ajili yako. Katika Yesu Kristo hai. Mtu mmoja aseme amina. Haleluya. Amen. Nakuombea ubarikiwe kwa damu ya Yesu. Amina. Nakuombea ubarikiwe kwa damu ya Yesu. Amen. Na Mungu anapoleta ujumbe na kusudi, kuna watu wamezuiliwa wako hapa. Nasema milango ifunguke kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Wachawi waliokuzuilia wapite njia kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Kuzuia upishe njia kwa damu ya Yesu. Amina. Watapisha watake wasitake. Maana wasipotaka tutawalazimisha kwa damu ya Yesu. Amina. Tutawalazimisha kwa damu ya Yesu. Amina. Kitabu cha Mhubiri kinasema kuna wakati wa kukusanya mawe na kuna wakati wa kutupa mawe. Wakati wa kuleta
baraka, sio kukusanya mawe tena. Ni wakati wa kuokota mawe na kurusha kwa adui aliyesimama mbele yako katika jina la Yesu. Kumwambia achia baraka zangu, achia fedha zangu, achia nyumba yangu, achia mtoto wangu, achia huduma yangu katika damu ya Yesu. Hatucheki na adui, hatucheki na watesi. Ukicheka na nyanya utavuna maua. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema tena amina. Amina. Nilikupa mfano jana. Yule baba alikuwa ni mwalimu, amekazana miaka mingi, ni mwalimu mzuri, amesoma na vigezo, ana masters, yuko vizuri kabisa, amekaa shuleni eneo la kazi kwa muda mrefu. Ikafika kipindi cha kupandishwa cheo, akawa mkuu wa shule. Ni kweli, lakini kwa elimu yake aliyokuwepo nayo alipaswa kuwa zaidi ya mkuu wa shule. Yule baba akapambana, akasema sasa natamani na mimi niweze kupanda. Maana yule baba kwa ujuzi wake aliyokuwepo nao, kwa elimu aliyokuwepo nayo, walikuja walimu vijana walioajiriwa nyuma yake, tena akawa anawaelekeza na kazi, wanakuwa wajuzi. Lakini akikaa muda mfupi, wale vijana walioajiriwa nyuma yake wanapandishwa cheo. Akikaa kidogo, wale vijana wanapandishwa cheo. Yeye na ujuzi wa miaka mingi na elimu alionayo hakuwahi kupandishwa cheo. Yule baba akakata tamaa, akawa anaandika barua, akawa anaomba, ikitokea nafasi anaomba, anasema nataka nipandishwe cheo, lakini hakuwahi kujibiwa, hakuwahi kupata promotion. Mwaka wa kwanza mpaka ikapita miaka 8 hajapata promotion yule baba. Mwaka wa 8 ulipofika, siku moja yule baba ametoka, ameenda kijijini, ana gari, yeye na mtoto wake na mke wake amepakiza. Ilikuwa ni kipindi cha msimu wa mvua. Zile njia hazina lami, zile vijijini, unajua kuna njia moja inapita kwenye kamto, alafu ndani ya kamto kuna kadaraja fulani kale kamkoroni ka zamani kalishapita na wakati. Maji yakijaa yule mto huwa yanakafunika kale kadaraja. Sasa wakapita pale, mvua, kipindi cha mvua zinanyesha, kumbe ule mto ulikuwa ni majira yake ya kufanya nini, ya kupita. Yule baba akiwa anatoka kwa mama yake mzazi kumsalimia, akiwa amebeba mke wake na watoto wake wakiwa kwenye gari, wakafika kwenye kale kamto, kwenye ule mto wakapita. Kumbe mto ulikuwa karibu ukapita pale pale, gari ikasombwa, wakafa pale pale. Halafu cha ajabu, alipokufa kesho yake kazini, ofisini, barua ya promotion ikaja. Baada ya kuwa amekufa, barua ya kupandishwa cheo ikaja. Unajiuliza nini kilitokea pale? Maana yake ulimwengu wa giza waliona kwamba tayari promotion imefanya nini, imeingia, wakaamua kumfiatua kabla hajafikia promotion. Leo nataka nikuombee, kila chochote kizuri mbele yako lazima ukipate. Sema amina kwa damu ya Yesu. Amina. Sema amina kwa damu ya Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Chochote kizuri ambacho tunakusudia ukipate, ukakipate katika damu ya Yesu Kristo hai. Amen. Sema tena amina kwa damu ya Yesu. Amina. Tuanze kitabu kile cha Danieli 6:1 mpaka 28, alafu twende tukaombe sasa. Nataka nikuombee mtu mmoja. Mwana wa Mungu, hujaje hapa leo kwa bahati mbaya. Mungu alikuruhusu kuja mahali hapa kwa sababu kuna kusudi. Hata mgeni uliyekuja umesema ngoja kutembelea. Nataka nikwambia hujaje kutembelea. Mungu alikuleta huu ujumbe wako. Amekusudia kukupeleka mahali katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 1. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Maliwali leo tunaweza kusema wakuu wa majimbo, wakuu wa mikoa. Dario mfalme ilimpendeza kuchagua wakuu wa mikoa, ingekuwa leo, ama wakuu wa majimbo 120. Yaani maji ni mfalme, rais ameamua kuchagua wakuu wa mikoa 120. Halafu katika uteuzi wake rais, wawe juu ya ufalme wake. Halafu mstari wa pili anasemaje? Na juu yao, juu ya hawa wakuu wa mikoa, juu ya hawa wakuu wa majimbo 120, juu yao akaweka wakubwa watatu, mawaziri watatu, ili kuongoza hao wakuu wa majimbo ama wakuu wa mikoa. Na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa wote watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara.
Mstari wa 3. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Manake, unaelewa vizuri, katika uteuzi wake mfalme akakusudia kumweka Danieli kuwa waziri mkuu, na barua ikaandikwa ikapelekwa ya uteuzi wa waziri mkuu, na watu wote wakaona. Maandiko yanasemaje? Tukiendelea kusoma nasema hivi: basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele za mfalme, wakamwambia hivi: Mfalme Dario uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme. Angalia, walikaa kikao cha siri. Danieli hakualikwa kwenye hicho kikao. Wakapitisha njama ya hila ili kumfanyia mabaya Danieli. Anataka kupata nafasi, ameteuliwa na rais, lakini ikaja kinyongo kutoka kwa watu, ikabidi wamtengenezee njama. Kuna vita kila unapokaribia kupata nafasi nzuri. Kuna vita kila unapokaribia kupata baraka. Hiyo vita kwa Danieli haikuja hivi. Ilikuja vita kwa Danieli baada ya kutangazwa kwamba yeye atakuwa mkuu juu yao, atakuwa ni kiongozi wao, atakuwa waziri mkuu. Hasira ya adui ikainuka. Wakasema, huyu akishakaa kwenye kiti cha waziri mkuu tutapata shida. Kwa hiyo tumfiatue mapema kabla hajakaa pale. Tunafanyaje sasa? Maana jamani, mwaminifu sana na napendwa na mfalme. Tunafanyaje? Tumtengenezee kisa kwa habari ya Mungu wake. Ndipo wakamshauri mfalme kutengeneza vitu alivyovitengeneza, apige marufuku watu kufanya ibada kwa Mungu wa mbinguni. Ikapigwa vita, ikapigwa marufuku. Danieli anachaguliwa kuwa kiongozi. Kabla hajaanza kutumikia nafasi yake, ana barua ya uteuzi mkononi. Vita ikaanza. Kuna watu, kuna vita mnapitia kwa sababu kuna kitu kizuri mbele yako. Unashangaa kwenye ndoa kuna mchafuko, kuna vurugu. Unashangaa ndio kwanza maisha yamekuwa magumu mpaka unasema jameni, kwani mimi nilikosea nini? Kipindi hicho unapoona mambo yamekuwa magumu sana, uwe na uhakika mbele yako kidogo tu pale kuna baraka yako. Danieli alipokuwa hajateuliwa kuwa waziri, alikuwa na amani. Alipotangazwa tuna barua uteuzi, vita vikaanza. Lengo la vita vile kumfanya Danieli asikae kwenye kiti cha waziri mkuu. Vita hiyo inaweza kuwa ya maneno. Watu wanaanza kukusema, wanakuchukia, na usipoangalia unakata tamaa. Nataka nikwambie, sio wakati wa kukata tamaa. Unapoona vita vimeinuka, ndio wakati ufunge mkanda sawa sawa. Uingie kwenye maombi kuanza kuchochea. Unasema, kwa jina la Yesu Kristo, na kamata mapepo yote yanayowatumia hawa watu, maana sio watu nisiende kwenye baraka yangu. Unasema, mapepo wote na wakusanya kutoka mashariki, kutoka magharibi, na waleta hapa, na wapasua, achia njia yangu ya mafanikio. Imeandikwa ya kwamba hakuna yeyote atakayesimama mbele yangu, maana mimi napita mwana wa Mungu. Akisimama pepo ninafyatua, akisimama shangazi nalipua, akisimama baba mdogo simwangalii usoni, napita naye, maana wamejipendekeza, wamekaa kwenye njia yangu ya mafanikio. Mwana wa Mungu, usikubali yeyote akae mbele yako kwenye njia ya mafanikio. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Vita vyetu si vya damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Unapoona vita vimechachamaa, Mwana wa Mungu, ingia kwa pasua. Watu wakati wa kutetemekea, ukianza kutetemeka mwanangu umeshindwa. Ukianza kuogopa umekuzidi kete. Unapoona vita vimechachamaa, unapaswa kuchachamaa kwenye maombi. Maana ukikaa kwanza kulia, ndio kwanza kushindwa kwako kumetokea. Ndio kwanza wamekushinda. Unapoona mambo yanakuwa magumu na Mungu kwenye
Wakati Danieli alipoinuliwa vita, walipomwinulia vita, maandiko yananiambia Danieli hakuacha maombi. Danieli hakuacha maombi, akazidisha maombi. Ndio kwanza akaomba, walizuia kuomba. Asubuhi akapiga magoti, akafungua dirisha la ghorofa, akaangalia Yerusalemu, akamwomba Mungu. Jamaa wakamuona. Ilipofika mchana, akarudi tena, akapiga magoti, akaomba. Jamaa wakaona. Ikafika jioni, Danieli hakuacha, akaomba tena. Kwa nini aliomba? Kwenye vita hivyo ndio wakati wa kufunga mkanda, ndio wakati wa kupiga majeshi yale. Wala usiangalie wao, nyuma yao kuna adui. Hataki ufike kwenye baraka zako, hataki ufike kwenye neema yako. Mwana wa Mungu, ni wakati wa kusimama kupambana. Unapoona vita vimechanganya, baraka yako imekaribia. Unapoona vita vimechanganya, baraka yako iko karibu. Katika Yesu sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vita vikichanganya, baraka yako iko karibu. Wakizidi kukusema, baraka yako iko karibu. Hiyo ni tu ya adui. Anataka kukuchanganya kidogo. Amina. Maana shetani anajua akisha kuchanganya utaacha kuomba. Amina. Ukiacha kuomba umeliwa. Ukiacha kuomba umeanguka. Amina. Ukiacha kuomba umeenda na maji. Amina. Unashangaa uchumi unakuwa mgumu zaidi. Amen. Unafanya biashara ziendi, mambo yanaanguka, yanakufa. Amina. Na kusali unasali, na sadaka unatoa, na zaka unatoa, lakini ndio kwanza unaangalia. Amina. Mambo yamejifunga, kuomba unaomba. Amina. Mambo yaendi. Amina. Baraka unategemea. Amina. Unashangaa itokei. Mwana wa Mungu, nimetuma nikwambie, unapoona giza limeongezeka, alfajiri ipo karibu. Mapambazuko yako karibu. Usikate tamaa. Acha wakuseme, acha wakuchukie, acha wakutenge. Kesho utakuita mheshimiwa. Acha kukatae, acha kusaidia kwa heshima, acha kutele mate, acha kukupa na hela, acha wakuinukie, watapiga sauti kwako, acha kunyanyase, watakimbia kuja kukuomba ushauri, watakupigia magoti. Unapoona vita vimechanganya, changanya maombi. Unapoona vimechanganya, changanya maombi. Danieli alipoona wamemwinukea kama rafiki zake wanamshtaki kwa uongo, alianza kuomba mara 3 kwa siku. Aliomba. Vita vikachanganya Danieli, hakuacha kuomba. Wakamkamata Danieli, wakamtupa kwenye shimo la simba. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliingilia kati. Wale simba badala ya kumkula, wakaanza kumlamba kwa ulimi, wakakuwa rafiki zake. Akaanza kucheza na simba. Simba wanamtazama, wanasema ya kwamba hatuwezi kumgusa Masihi wa Bwana, hatuwezi kugusa Masihi wa Bwana. Ukiwa na Mungu hakuna atakaye kugusa. Ukiwa na Mungu achaye wakugusi. Ukiwa na Mungu Freemason wakugusi. Ukiwa na Mungu kuzimu haikugusi. Simba wakamwangalia tu, kumtafuna. Mwanangu usiogope, hiyo shida uko nayo ni simba, hawana madhara. Ni simba, hawana madhara. Unalala njaa, huyo ni simba, hawana madhara kwako. Kama unanielewa mtu mmoja. Hayo madeni ulionao leo ni simba aliyenao, yuko na wewe, hana madhara kwako. Yuko kukataliwa ni simba, lakini hana madhara kwako. Atakaa na wewe lakini hatakuzuru. Endelea kuchochea maombi. Chochea maombi. Chochea maombi. Chochea maombi. Mfalme akaja kesho yake, akamgonga, akasema, Danieli, haujafa. Je,
ni simba tu. Hawana madhara kwako. Bwana ameshawakamata vinywa vyao. Ameshakamata vinywa vyao. Ushuhuda unakuja kwako. Katika jina la Yesu. Sema amina kwa damu ya Yesu. Sema amina kwa damu ya Yesu. Hata kama umelala njaa, mtukuze Bwana. Maana hiyo njaa ni simba ambaye hana makali kwako. Hana makali kwako. Bwana anakuja kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Umelala njaa leo na kesho, lakini saa inakuja utakula na kusaza. Utakula na kusaza. Utakula na kusaza. Watakuja kwako. Wataomba makombo ya nguruwe. Hao ni simba tu. Hawana madhara kwako. Hawana madhara kwako. Hawana madhara kwako. Nimekuja kutangaza leo, hiyo vita utaishinda. Yaani ukapambana. Usiwape nafasi. Usianze kulalamika. Usianze kulia. Unapolia unawapa nguvu. Unapolia unawapa jeuri. Kaza uso wako. Uso wa gumegume. Piga vita vya kiroho. Uso wa komora. Uso mawe. Ameachia. Acha baraka zangu. Acha njia yangu. Kwa damu ya Yesu. Acha njia yangu. Nitanang'ana mpaka nibarikiwe. Nitanang'ana mpaka niinuliwe. Nitanang'ana mpaka niolewe. Nitanang'ana mpaka nioe. Nitanang'ana mpaka nijenge. Nitanang'ana niende mbali. Nitanang'ana nifanikiwe. Kwa jina la Yesu. Simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako mahali. Simama juu kwa miguu yako sasa. Haleluya. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, asante. Wewe ni Alfa wastahili sifa. Wewe ni Alfa, wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu.